Amini ya kwamba vile unavyoviona ndivyo vinavyokuwa, na vile ambavyo hujawahi kuviona ndivyo ambavyo havijawahi kuwa. Okay, unajua katika suala la sanaa na uimbaji ni pamoja na kutengeneza idea. Sawa. Unaweza ukafikiri kwamba kutengeneza idea ni kitu ambacho kinigumu sana. No, it's not that very difficult. Okay, sio kwamba ni kigumu sana hadi ikasababisha wewe ushindwe kufanya kile unachokifanya. Sasa basi, kwa nini tunasema wimbo ni mzuri? Kwa nini tunasema huu wimbo huu utabamba? Yaani, kwa nini nasema wimbo ni mbaya? Kwa nini unasema wimbo hauna mashiko? Wimbo nini? Wimbo huu, wimbo this, wimbo that, wimbo huu, wimbo which? Bro, sister, sikia, lazima utulize akili and uwe composed na kile ambacho wewe unaona kipo sahihi. Yes. Kwa mfano, nawaza kuhusu labda kuna mtu hataki kunipa hela, au kuna mtu kaniacha. Ndo mambo ya sasa hivi hayo, kuachana na kisha kutengana na kisha kupambana. Na tutatengeneza hisia. Utakuta ukiwa na stress sana ndivyo unakuja unapata wazo zuri sana. Kwa wale waliokuwa nasikiza nyimbo za kitambo, unakumbuka jamaa mmoja anaitwa Juma Niji. Alikuwa na stress sababu alikuwa anampenda mpenzi wake sana. Sawa, Juma Niji anakuambia, inaniuma sana nikifikiria wanga minalia, inaniuma sana wangu nilompenda amekufa kwangu. Amekufa kwa ngoma sijui, lakini alikuwa analalamika sana. Kuna mtu alimpenda sana, hata naimba analia. This is it. Now, katika version hiyo unakuta kuna msanii mmoja wa kizazi cha 2000, sio kizazi cha 2000, hawa wa Gen Z kaso, ndio wao tuseme, anaitwa Bwana Platinum. Nadhani mnamjua. Aliimba ule wimbo ule, Usinione nalia sababu ya mapenzi, usinione nalia sababu ya kupenda. Anaposema yeye, lakini unasikia analia na lalamika kulikuwa, ina maana alikuwa na mood. Okay, point yangu ni nini? Nasema kwamba hata kama unaimba wa kiroho, kwa mfano, maisha haya tunapita tu, hali hii ya sasa ni kwa muda tu, wewe tu. Lakini unajua kinachotokea nini? Ule uwepo katika kile kitu unafanya kwa hisia kutoka moyoni, kama ninavyofanya, naongea kutoka moyoni. Ukitaka wimbo wako uwe mzuri, forget kwamba sijui kia ngapi, sijui sauti ya 3, sijui ya 4, sijui ya 7. Bro, ukiwa unawaza hivyo vitu hauta perform wimbo wowote, kwa sababu utakuwa unawaza kukosea. Unakuwa kama vile mchezaji aliyefundishwa, tunasema kwamba amecheza Chandim, na yule ambaye amefundisha sana academy. Sisema kwamba wasiende academy, no, hapana. Kuna yule mtu ana kipaji ya asilia, au unaweza kujifunza mpira katika mazingira ambayo sio sahihi, lakini ukawa unafanya kwa nguvu na kwa maarifa yako yote. Hiyo ndio inapokuwa tofauti kati ya aliyefunzwa darasani na mwingine. Kwa hiyo hata wewe ufanyapo kitu cha kuimba, basi uwe na mood siku ya kuimba. Usifanye kwa sababu fulani anafanya. Ukiingia ndani ya studio kama hivi hapa, usianze kusema hivi nani aliimba kama fulani hivi, anataka niwe na sauti kama fulani. We utapotea. Kwanza usiimbe kwanza unafikiria mashabiki labda wataipenda nini. Cha kwanza tuambie hisia yako ina nini katika wimbo unaotaka kuimba. Umenielewa? Utaimba wimbo wote, utakuja kwa sauti yoyote. Wewe cha msingi ni kujua nini unatakiwa ufanye katika sauti yako. Sauti yako iwe na punch, iwe na mvuto. Sauti yako iwe na wanasemaje? Imejaa, tunasema ndo punch. Uwe na pumzi ya kutosha. Jiandae, na maana kitu unachokifanya, fanya mazoezi ya sauti. Imba sana nyimbo za watu. Nafikiri itakusaidia katika kufungua koo, yani kuzoesha ubongo na misuli ya koo viende pamoja, ili kuweza kufanya the best thing in your life, au kitu kizuri katika maisha yako. Kwa hiyo siongee sana, endelea kusubscribe. Wananiita Master Kiki.